Habari marafiki, leo tuzungumzie kuhusu kupasuka kwa misuli ya supraspinatus begani. Kwa hivyo, hebu tuanze na misuli ya supraspinatus ni nini? Kimsingi, misuli ya supraspinatus ni mojawapo ya misuli minne mikuu inayozunguka kiungo chako cha bega. Kazi ya misuli ya supraspinatus ni kuinua mkono wako kutoka upande. Hiyo ina maana kwamba unapojaribu kuinua mkono wako kama vile kuchana nywele zako, au kama unajaribu kuinua mkono wako ili kupata kitu kutoka kwenye kabati la juu, misuli kuu inayosababisha harakati hii inajulikana kama misuli ya supraspinatus. Sasa misuli hii inaweza kupasuka kabisa au kwa sehemu, au kunaweza kuwa na uvimbe. Na kwa kawaida dalili hujumuisha maumivu, udhaifu au ugumu wa kuinua mkono, hasa unapojaribu kuinua mkono wako juu ya bega lako. Hapana. Tunapozungumzia sababu za kuraruka kwa supraspinatus, kimsingi kuna sababu mbili ambazo moja huharibika, ambazo hutokea kwa sababu ya uzee, na michubuko inayohusiana na michubuko. Na ni kawaida kwa watu walio na umri wa zaidi ya miaka 40. Na ni kawaida zaidi kwa watu wanaopenda shughuli za ziada kama vile kupaka rangi, kuogelea, mazoezi ya gym, hasa unapofanya mazoezi ya kuvuta misuli mara kwa mara kwenye gym. Kwa sababu hiyo, taratibu misuli inakuwa dhaifu, inaharibika, na wakati mwingine kunaweza kuwa na mfupa unaoota karibu nayo ambao husababisha msuguano na unaweza kusababisha kuchanika kabisa. Sababu ya pili muhimu ni pale inapotokana na jeraha au ajali, kama vile unapoporomoka kutoka juu na ghafla unashika kitu. Hivyo nguvu hii ya ghafla inayokuja kwenye bega inaweza kusababisha supraspinatus kuchanika. Au unapojaribu kuinua kitu kizito ghafla bila kufanya mazoezi ya kupasha mwili moto. Wakati mwingine kupigwa moja kwa moja pia kunaweza kusababisha hili, lakini ni nadra sana. Hivyo dalili za kuchanika kwa supraspinatus kimsingi ziko 5. Ya kwanza ni maumivu wakati wa kuinua mikono, hasa unapojaribu kuinua juu ya bega, unapojaribu kuchukua kitu kwenye kabati la juu, au unapojaribu kuchana nywele zako. Pia inaweza kusababisha maumivu usiku, hasa unapolala upande huo usiku. Ya tatu inaweza kusababisha udhaifu. Kimsingi, kama misuli haipo, imechanika, basi utapata ugumu kuinua mkono wako juu. Wakati mwingine unaweza kuhisi mlio au kitu kinachokwama kwenye kiungo cha bega. Na ya tano ni kwamba uwezo wa jumla wa kusogeza bega unapungua. Hivyo ukifika kwenye sehemu ya utambuzi, MRI ndio kiwango cha juu kabisa, kuangalia kama ni kuchanika kamili au kuchanika sehemu tu au ni uvimbe tu. Kama ni kuchanika mapema au kuchanika sehemu tu na mgonjwa hana mahitaji makubwa kwenye maisha yake ya kila siku, basi tunamshauri mgonjwa apumzike kwa muda. Tunamshauri mgonjwa abadili shughuli zake, kama vile kutoinua mkono juu ya kichwa. Tunamshauri mgonjwa afanye mazoezi ya physiotherapy ili kuimarisha misuli na kuongeza ulegevu. Mwanzoni, kama kuna maumivu makali sana, tunampa dawa kama za kutuliza maumivu na za kupunguza uvimbe. Pia tunamshauri mgonjwa afanye physiotherapy kwa kutumia mawimbi ya ultrasonic ili kupunguza uvimbe. Katika baadhi ya kesi, pale ambapo matibabu ya kawaida hayasaidii, upasuaji unaweza kuhitajika, hasa kama kuna kuchanika kabisa au kuchanika kwa sehemu kubwa. Kwa kawaida, maumivu huwa makali sana, hasa usiku, na huathiri karibu shughuli zote. Pia kuna upungufu mkubwa wa nguvu. Kama upasuaji unahitajika, hufanyika kwa njia ya upasuaji. Ni upasuaji wa kutumia darubini maalum, arthroscopic surgery. Upasuaji wa arthroscopic kimsingi ni upasuaji wa tundu dogo usio na madhara makubwa, ambapo tunarudisha tena tishu ya supraspinatus iliyochanika kwa kutumia nanga ndogo na nyuzi maalum. Upasuaji huu huacha kovu dogo sana na karibu hauna maumivu. Mgonjwa anahitaji kukaa hospitalini kwa siku 2 na upewa mkono wa kuning'iniza sling kwa wiki 3 hadi 4 baada ya upasuaji ili kulinda jeraha. Kisha kuna mpango wa physiotherapy kwa wiki 4 hadi 6 zinazofuata. Kwa kawaida, wagonjwa wengi wanaweza kupona kabisa kati ya miezi 3 hadi 6. Lakini pia kuna njia chache za kuzuia jeraha hili. Unapaswa kufanya mazoezi ya kupasha moto mwili vizuri kabla ya kwenda gym. Pia unapaswa kuepuka vitu vizito kwa mshtuko. Unapaswa kufanya mazoezi ya kuimarisha mabega yako, hata kama ni sehemu ya ratiba yako ya kawaida. Na kama utapata maumivu ya usiku kwenye bega lako yanayokukosesha usingizi, usiyapuuze.
muone daktari wako. Kwa ujumla, kuchanika kwa supraspinatus ni jambo la kawaida sana kutokea, na utambuzi wa mapema unaweza kukusaidia kuepuka upasuaji. Kwa kama unapata maumivu ya bega, maumivu ya usiku, una shida kuinua mkono wako juu, au una tatizo kufanya shughuli za mikono juu ya kichwa, basi unapaswa kumuona daktari wako ambaye atakushauri matibabu sahihi endapo kuna tatizo la supraspinatus.